Don't worry. They can search the entire building. Let's make our way upstairs. Industry ya Kenya. What do you think? Emu mnadhani mnaweza ua interest ya music ya Tanzania hivi? Hivyo tu vile mnafikiria? Kama amuwezi kuambia wasanii wenu waimbe nyimbo za maana, pia washirikiane na wasanii kutoka Tanzania and West. Mnadhani kama muziki ni wa kufanya just kuharibia mwenzako ndo ufanikiwe? No, that is not competition. Hiyo ni vita. Sawa, mungefanya vita ya maana. Vita ya kwamba toa ngoma nitoe ngoma, toa video kali nitoe video kali. Lakini nyinyi muko focus kwamba sasa saa hii Tanzania hawasupport, Watanzania hawasupport muziki wa Tanzania. Sasa tukiongeza chokochoko ndani yake, muziki wa Tanzania utakufa na sisi tutainuka. Muwezi inuka kwa namna hiyo. Hata ile kidogo nye mko nayo Mwenyezi Mungu ataichukua, kwa sababu mtashindwa kupambania kuiongezea zamani. Nyinyi mtapambana kuua mtu, kuua industry, another industry. Badala hiyo industry ya muziki kutoka Tanzania sasa hivi inajulikana kama ni East Africa. Sasa nyinyi mna uwezo wa kupambana kupitia hiyo njia kukua wakubwa pia. Wasanii wenu wanaweza ushirikiano mdogo mdogo wakakuwa wasanii wakubwa, like msanii mwenye anajiita Bien. Bien akiangalia ngoma zake kubwa nyingi zenye zimempeleka kwenye dunia. Japokuwa amepambana kwa uwezo wake kwa kadri anavyoweza, lakini pia industry ya Tanzania imemkuza, imeongeza percent. Wasanii wa Tanzania wanavyomshirikisha hivi, unaona Diamond anamsifia, mara unaona Mario amemuita kwenye ngoma ya Nairobi. Unaona ngoma ya Nairobi ilivyoenda? Umeona ilivyofanya makubwa? Sasa nyinyi hamtaki. Okay. Wacha tuwaone. Angalieni msanii wenu mwenye anajiita msanii wa kujiita Wilpo. Ukiangalia ngoma zake kubwa ni zenye amefanya Tanzania, zenye amefanya na wasanii kutoka Tanzania. Kuna industry mbili zikiungana East Africa zinakuwa kubwa Afrika, hata kwa dunia kwa ujumla. Kenya music and Tanzanian music wakiungana hao watu but kwa sababu mna joke, acha tutapambania ugali wetu na nyinyi mpambania ugali wenu. Ukiangalia miaka 5 iliyopita kina Donjaz walikuwa wana post, I think ni miaka 5 kama 3, kwamba top 10 ya wasanii waliofanya vizuri kutoka East Africa ni wasanii kutoka Nigeria. Kama nchini kwenu Kenya yenyewe. Mimi pia niko Kenya jamani, niko hapa. Bado niko hapa. Wasanii kutoka 10 Nigeria bana. Kuanzia number 1 mpaka 10. Hakuna hata mmoja Mkenya mwenye hata amechungulia. Yaani hata ile kuchungulia. No, yaani wewe. No. Hakuna. Sasa mpaka uende sijui top 200 huko. Hata 100 yenyewe hata kufanyako hivi unamchungulia unamtafuta kwa tochi umuone. Lakini interest ya Tanzania ilipokuwa kubwa, wasanii wa Kenya pia wakakuwa. Ukakuwa unawaona kwenye top 10. Kuanzia msanii mwenye kujiita Otile Brown, kuna mangoma amefanya ni safi sana. Yule jamaa alikuwa anapambana miaka kuanzia hiyo miaka, kuna miaka 3 nyuma hapo. Ukiangalia Otile Brown alivyokuwa na speed, angalia Wilpo vile alikuwa na speed. Speed ilikuwa kali. Wanakuja unasema yes, hawa sasa ndo wasanii sasa. Hata msipofanikiwa kukwenda juu, ila mafanikio mtakayopata kidogo, mtawashawishi wasanii wadogo wafanye hiyo kazi pia. Wapambane, waoneshe juhudi kama zenye mnaonesha. Kwa hiyo wao inamaanisha hizo juhudi zenu zitawavutia kufanya muziki. Juhudi wataongeza mara 3 yake yenye mnafanya, watakuwa wakubwa. Umeona sasa hapo?
ila mkiweka roho mbaya, unataka wasanii wadogo waige roho mbaya? Naongea tu kuongea jamani. Like you see my background is very bad. Background iko warele waroro, but no problem. Kama ujumbe umewafikia, kwani background inawapea ujumbe. But change, okay, kuchange ndio itakao make muziki wa Kenya pia na muziki wa East Africa to be big. Connect. If you see Diamond ako na power, Harmonize ako na power, mshirikiane, mtoe ngoma. Kama sio ngoma, mawazo pia ni muhimu, sio lazima muimbe pamoja. Na mnaweza imba naye akakumaliza. Sasa not matter collaboration, but mawazo mnapeana. Diamond anaweza enda Amerika akakupea njia ya kupita Amerika. Wewe pia Mkenya unaweza enda Amerika ukampea njia msanii kutoka Tanzania njia ya kupita pia ili asikike Amerika. Mbona mkipeana njia hivyo mtakuwa wakubwa. Mbibi wote. Sasa hiyo ita make sure muziki wa Tanzania, muziki wa Kenya, muziki wa Uganda unakuwa mkubwa. Na mkumbuke Tanzania wako 70 million, Kenya wako 50 million, Uganda wako 50 million. Wakiungana hao watu, hebu niambie, kwa Afrika hapa muziki gani utasikika zaidi? Wasanii gani watakuwa wakubwa? Si ni wasanii kutoka East Africa. Watu wanavyokuambia ni takriban tunaweza kusema lugha gani kubwa ya Afrika saa hii? I think is Swahili number 1. Swahili number 1. Sasa nyinyi Waswahili mshirikiane muimbe. Msiachie kwamba tu wa Tanzania ndio Waswahili peke yake, hata Waganda ni Waswahili, wa Kenya ni Waswahili. Kuna watu kutoka Burundi hapo wanachunguliwa wanakimbia, lakini wao sijui muziki wanaachana nao, wanadili na mambo mengine. Lakini yote kwa yote, tuache beef za kijinga, tufanye muziki. Industry ya music ya Tanzania saa hii imepata very big trouble na iko kwenye wakati mgumu zaidi. Industry ya music ya Tanzania iko na matatizo makubwa, lakini kuna hayo matatizo wakikomaa kuyarekebisha itawafanya wakuwe wakubwa mara 3 walipokuwa. Umeona, watazidi ukubwa kwa sababu ya changamoto. Ili ukue lazima upate changamoto, usizikimbie changamoto, pambana nazo. Ila mimi chenye naamini, wasanii wa Kenya wako na talent kubwa sana. Kwa mfano kuna muziki wa Kenya unaitwa Gengeton. Hebu nakumbuka miaka 2-3 nyuma hapa, 2024 2023. Gengeton bana, wewe kwa moto. Unasikia sijui kuna hapa sijui my heart, sijui unafanya nini, ngoma zinatandikika kweli, unasema yes this one. Kienda Tanzania wana singeli, unaenda unasikia bongo flavor pia. Hip hop tuachane nayo, ni kama kalidedi fulani yani ni kama ilikufa. Ukufa kwa muziki ni kutokutoa wasanii wapya. Sasa hip hop mara mingi imekaa kama imengangana na wasanii wake wa zamani wazee, grandfather wametulia pale. Sasa wadogo wakikuja tunajua hip hop imekuwa. Lakini ni kina Nei, kina Roma ndio wako hapo tu miaka yote. Hawana new artist. Hao wadogo wanaokuja, wakikuja wanapotea. Maisha ngumu, kulialia tu kila siku. Ugomvi. Wananiboa hao watu. But mpambane ndugu zangu. Sisi wote ni ndugu. Watu kutoka East Africa ni ndugu. Haijalishi umetoka wapi, ila ukisoma mimi ni from East Africa, haijalishi wewe ni MTZ, Mkenya, Mganda, wewe ni okay, ni kama mwanamke na mwanamume, au ni watu wako hii. You can't go alone. Naenda ni hayo tu, but
Niko na mengi kwa kichwa, nitawapea zaidi kwenye ushauri. Okay, hiyo ni kwa leo tu. Goodbye and good morning and evening and